Kwa hiyo mkoa wetu wa Songwe tayari tumeshavuka malengo ya ukusanyaji wa mapato. Mwaka huu tujipange, tusikubali katika halmashauri yetu mtu yoyote anaingiza mbolea ambazo hazijakidhi viwango. Mtazamaji, karibu katika Kurunzi ya Songwe wiki hii. Katika wiki hii, kurunzi yetu itaangazia ziara ya siku 4 ya mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabiri Omari Makame. Katika ziara hiyo, RC Makame alitembelea halmashauri zote 5 za mkoa wa Songwe kwa lengo la kusimamia majadiliano ya hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024-2025. RC Makame aliishukuru sana ofisi ya mkaguzi mkuu wa nje CEA mkoa wa Songwe kwa kazi kubwa walioifanya. Aidha, alisema taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ni jicho linaloisaidia serikali kujitathmini na kuboresha utendaji wake katika kuzingatia sheria za bajeti, sheria za kodi pamoja na maandalizi ya taarifa za fedha kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni kioo kinachotuwezesha sisi kujitazama, kwa sababu yeye CAG ndiyo jicho letu sisi la kujitathmini. Je, utendaji wetu wa kazi katika matumizi ya fedha za umma, katika utendaji wetu wa kazi zetu za kila siku, tunazingatia matakwa ya kisheria au kuna mapungufu? Yeye ndiye anapata nafasi ya kututathmini na kutuambia kwamba wapi tumepatia na wapi tumekosea. Vilevile, RC Makame alizipongeza halmashauri zote 5 za mkoa wa Songwe kwa kupata hati safi kutoka kwa CAG. Aidha, alizipongeza kwa kuvuka malengo ya ukusanyaji wa mapato ya ndani katika mwaka wa fedha 2025-2026. Jambo lililowezesha mkoa wa Songwe kukusanya shilingi bilioni 47.1 dhidi ya lengo la shilingi bilioni 44.4, sawa na asilimia 106. RC Makame aliwapongeza wananchi wa mkoa wa Songwe, wakulima, wafanyabiashara, wachimbaji wa madini, wafugaji na wananchi wote kwa mchango wao katika kusukuma gurudumu la maendeleo na kuuwezesha mkoa wa Songwe kupata maendeleo. Kwenye eneo hili la makusanyo ya mapato, mimi naomba pia niupongeze mkoa mzima wa Songwe. Kila tulikoenda tumekuta kwamba mapato wamejitahidi kukusanya kufikia malengo. Na malengo ya kimkoa kwa mwaka huu ambao tunakwenda kuumaliza, tulikuwa na malengo ya kukusanya bilioni 44.4 ndiyo malengo yetu, lakini mpaka sasa tumekusanya jumla shilingi bilioni 47.1 ambayo sawasawa na asilimia 106. Kwa hiyo mkoa wetu wa Songwe tayari tumeshavuka malengo ya ukusanyaji wa mapato. Ziara hiyo ilianza katika halmashauri ya wilaya ya Songwe ambapo RC Makame aliipongeza halmashauri hiyo kwa mafanikio katika ukusanyaji wa mapato. Alisema zaidi ya asilimia 60 ya mapato ya halmashauri hiyo yanatokana na sekta ya madini. Na ukiangalia mchango kwa mfano wa sekta ya madini kwenye bajeti ya halmashauri, sekta ya madini mwaka huu mpaka sasa maana imechangia kwa asilimia 46 ya bajeti yenu yote ya halmashauri. Manake tunazungumzia karibia nusu ya bajeti ya halmashauri ya Songwe inachangiwa kutokana na sekta hii ya madini. Aidha, alieleza kuwa halmashauri ya wilaya ya Songwe imepiga hatua kubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani kutoka shilingi bilioni 3.4 mwaka wa fedha 2022-2023 hadi kufikia asilimia 124 ya lengo la shilingi bilioni 5 kwa mwaka wa fedha 2025-2026, licha ya kubaki siku chache kabla ya kumalizika kwa mwaka wa fedha.
Mheshimiwa Makame aliipongeza menejimenti ya halmashauri inayoongozwa na mkurugenzi mtendaji CPA Cecilia Kavishe, baraza la waheshimiwa madiwani chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Abraham Sambila, pamoja na mkuu wa wilaya ya Songwe Mheshimiwa Fadhili Nkurlu kwa ushirikiano na uongozi madhubuti uliochangia ongezeko hilo la mapato na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika halmashauri ya wilaya ya Momba, RC Makame alisema halmashauri hiyo inapaswa kuendelea kuimarisha sekta ya kilimo huku ikipanua vyanzo vya mapato ili kujenga uchumi imara usiotegemea sekta moja pekee. Alisema wakulima wa Momba ndio nguzo kuu ya uchumi wa halmashauri hiyo, kwani zaidi ya 70% ya mapato ya ndani yanatokana na mazao ya mahindi, mpunga na ufuta. Hata hivyo, alionya kuwa utegemezi mkubwa wa sekta ya kilimo unaweza kuiweka halmashauri katika hatari ya kuyumba kiuchumi endapo uzalishaji utaathiriwa na changamoto kama mabadiliko ya tabia nchi, magonjwa ya mazao au kushuka kwa bei za mazao. Kutokana na hali hiyo, Mheshimiwa Makame alitoa wito kwa viongozi na wataalamu wa halmashauri kubuni na kuendeleza vyanzo vipya vya mapato ili kupunguza utegemezi wa kilimo pekee na kuongeza uwezo wa halmashauri kutoa huduma bora kwa wananchi. Twendeni tupanue wigo wa mapato yetu. Lazima tukae tufikirie kwa ajili ya kuweza kupanua wigo wa mapato yetu, kutafuta vyanzo vingine vya mapato, kwa sababu kilimo, kuna wakati kilimo kinaathiriwa na factors zingine ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Zikitokea changamoto hizo, manake mwaka huo halmashauri inaingia kwenye matatizo makubwa sana ya ukata wa fedha, kwa sababu tumekuwa tukitegemea kwenye chanzo kinachotokana na kilimo. Kwa hiyo kilimo kikiingia kwenye misukosuko, na sisi halmashauri yetu inaingia kwenye misukosuko. Kwa hiyo tendeni tuwekeze na tufikie tutafute vyanzo vingine mbadala vya mapato badala ya kutegemea vyanzo hivi ambavyo vinategemea sekta moja tu ya kilimo. Katika halmashauri ya wilaya ya Ileje, RC Makame alisema takwimu za makusanyo zinaonyesha mafanikio makubwa yanayostahili kupongezwa. Alieleza kuwa katika mwaka wa fedha 2022-2023, halmashauri ilikuwa na bajeti ya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 2 na kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 2.4. Aidha, katika mwaka wa fedha 2025-2026, bajeti ya shilingi bilioni 3.3 imevukwa baada ya kukusanya shilingi bilioni 3.5, sawa na 107% ya lengo. RC Makame alisema ongezeko hilo kutoka shilingi bilioni 2 hadi bilioni 3.5 ni ishara ya juhudi za makusudi zinazofanywa na viongozi na watendaji wa halmashauri hiyo. Alibainisha kuwa matarajio ya kukusanya shilingi bilioni 3.9 katika mwaka ujao wa fedha yanaonyesha halmashauri inaendelea kukua na kuimarika kiuchumi. Kwenye eneo lingine ni eneo la mapato. Niungane na wazungumzaji waliopita. Mimi niwashukuru na niwapongeze sana halmashauri ya wilaya ya Ileje kwa kazi kubwa mnayoifanya, kwa sababu mwenendo wa ukusanyaji wa mapato hapa unaonesha kwamba mmekuwa na mwenendo unaoridhisha. Mwaka 2022-2023 bajeti yenu ilikuwa ni bilioni 2, lakini mlikusanya bilioni 2.4. Mlikusanya kwa 100%, kwa zaidi ya 100%. Lakini kwenye mwaka huu wa fedha ambao tunaumaliza, bajeti yenu ilikuwa ni bilioni 3.3 na mpaka sasa mmefanikiwa kukusanya bilioni 3.5 ambayo sawasawa na 107%. Kwa hiyo kwanza mmeweza kuongeza mapato kutoka bilioni 2 na mpaka sasa mmefika kwenye bilioni 3.5. Lakini kwenye mwaka ujao wa fedha mnatarajia kukusanya kiwango cha bilioni 3.9. Kwa hiyo halmashauri yenu inaonesha uhai, lakini tunaona kuna jitihada za maksudi ambazo zinafanyika. Kwa hiyo hongereni sana kwa jitihada hizi ambazo mmekuwa mkizifanya. Katika halmashauri ya mji wa Tunduma, Mheshimiwa Makame alipongeza baraza maalumu la kujadili hoja za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kutokana na mwenendo mzuri wa ukusanyaji wa mapato.
Alieleza kuwa katika mwaka wa fedha 2024-2025, halmashauri ya mji wa Tunduma ilikadiria kukusanya shilingi bilioni 22.2 ikilinganishwa na shilingi bilioni 11.2 zilizokusanywa mwaka 2023-2024, ikiwa ni ongezeko la asilimia 98. Aidha, hadi sasa halmashauri imekusanya shilingi bilioni 20.2 sawa na asilimia 91 ya lengo, kiasi ambacho ni karibu mara mbili ya makusanyo ya mwaka 2023-2024. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, halmashauri imekadiria kukusanya shilingi bilioni 25.2 ikiwa ni ongezeko la asilimia 17. Halmashauri yetu toka mwaka 2022-2023 tulikuwa na uwezo wa kukusanya bilioni 12.8, lakini mwaka huu ambao tunazungumza ni mwaka wa 25 na 26 tunakwenda kumaliza, tumefikisha makusanyo ya bilioni 20.8, karibia ongezeko la bilioni 8 katika kipindi cha miaka ya fedha kama minne hivi. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo tumeipata, na inaonyesha kwamba halmashauri yetu inasonga mbele. Inaonyesha kwamba kuna watu ambao kila mwaka wanafikiri na kuwaza kubuni vyanzo vya mapato, kukusanya vyanzo hivyo, na hatimaye tunaona ongezeko la mapato kila mwaka limekuwa likiongezeka. Katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi, Mheshimiwa Makame aliipongeza halmashauri hiyo kwa mafanikio makubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani, akisema hatua hiyo inaonyesha usimamizi mzuri wa rasilimali na uwajibikaji wa viongozi pamoja na watendaji. Alisema halmashauri ya Mbozi imeendelea kuimarisha makusanyo ya mapato kutoka mwaka wa fedha 2022-2023 hadi 2025-2026. Mwaka 2022-2023 ilikadiria kukusanya shilingi bilioni 3.35, lakini ilifanikiwa kukusanya shilingi bilioni 5.5. Aidha, katika mwaka wa fedha 2025-2026, halmashauri ilikuwa imejiwekea lengo la kukusanya shilingi bilioni 9.4, lakini hadi sasa imekusanya shilingi bilioni 12.8, sawa na asilimia 115.35 ya lengo. Alieleza kuwa zaidi ya asilimia 41.34 ya mapato ya ndani ya halmashauri, sawa na zaidi ya shilingi bilioni 5.35, yanatokana na zao la kahawa. Vyanzo vingine vikubwa vya mapato ni ushuru wa mahindi unaochangia takribani shilingi bilioni 2, uuzaji wa viwanja unaochangia asilimia 8.8, pamoja na ushuru wa nyumba unaochangia asilimia 4. Lakini sambamba na hilo, ndugu mwenyekiti pamoja na wajumbe wa baraza hili la madiwani, nilikuwa ninapitiwa mwenendo wa ukusanyaji wa mapato katika halmashauri yetu ya Mbozi. Nitumie fursa hii pia niweze kuwapongeza sana. Niweze kupongeza baraza lako la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbozi kwa mafanikio makubwa mlioyapata katika eneo hili la makusanyo ya mapato, kwa sababu halmashauri yetu inaonyesha kwamba kuanzia mwaka 22-23 mapato yameendelea kuongezeka mpaka kufika mwaka huu wa 25 na 26. Takwimu za mwaka 22-23 zinaonyesha mlikuwa na makadirio ya bilioni 3.9 lakini mkakusanya bilioni 5.5. Lakini mwaka huu ambao tunakwenda kuumaliza mlikuwa na makadirio ya bilioni 9.4 lakini mmefanikiwa mpaka sasa kukusanya bilioni 12.8 ambayo sawasawa na asilimia 135. Kwa hiyo hongereni sana halmashauri ya Mbozi kwa kazi kubwa na jitihada kubwa za kuweza kukusanya mapato. Nirudie tena kutoa pongezi kwa mwenyekiti na baraza lote la madiwani, mkurugenzi mtendaji na timu yako ya management, hongereni sana. Lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yako pamoja na Chama cha Mapinduzi, hongereni kwa kuiwezesha halmashauri yetu kuweza kufikia malengo kwenye ukusanyaji wa mapato. Katika mikutano hiyo, RC Makame aliagiza madiwani kutenga muda wa kutatua kero za wananchi na kuongeza uelewa kuhusu Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ambayo utekelezaji wake unaanza mwezi Julai. Zimekuwa zikijitokeza sana ni uwepo wa malalamiko ya wananchi ambao tunaweza tukayamaliza
lakini hatuyamalizi kwa kusubiri viongozi wa juu. Kuna changamoto zingine za kumalizwa na viongozi wa vijiji kule, unakuta hizo changamoto hazimalizwi, au changamoto zingine zinatengenezwa na viongozi wa vijiji wenyewe. Kuna changamoto zingine za kumalizwa na viongozi wa kata na waheshimiwa madiwani, lakini hizo changamoto hatufanyi nini? Hatuzitatui. Hatutegi muda wa kukaa na wananchi kuwasikiliza. Hatuendi kufanya mikutano ya hadhara kwa wananchi. Tunasubiri mpaka wakati ule wa uchaguzi ndo turudi tuchukue fomu. Sasa hivi mliomba kuchaguliwa, mmechaguliwa. Sasa hivi kinachotakiwa kila mmoja awajibike kwa nafasi yake, aende kwa wananchi kwenda kuwasikiliza, akatatue kero zao, sio kumsubiri mkuu wa wilaya na kwenda na wewe ndio unafanya nini, unaonekana. Twendeni tuwafikie wananchi, tuwatatulie kero zao, na hiyo ndio kazi ambayo nimewaelekeza waheshimiwa wakuu wa wilaya waifanye. Ndio kazi ambayo timu ya mkurugenzi na wataalamu wake, changamoto ambazo tunatakiwa twende site tukazitatue, twendeni site tuweze kufanya nini, kuzitatua. Vilevile alitoa wito kwa wananchi kuzingatia utunzaji wa mazingira na matumizi ya nishati safi. RC Makame pia alishiriki jukwaa la vijana na wanawake la Fursa Forum lililofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Ileje, ambapo vijana na wanawake walijadili fursa za kiuchumi pamoja na utoaji wa mikopo ya 10%. Aliwaasa vijana na wanawake kuwa wazalendo na kuipenda nchi yao, Tanzania. Hakuna nchi bora zaidi ya Tanzania. Wangapi wanaamini hivyo kwamba Tanzania ni nchi bora? Tanzania oye! Tanzania oye! Tanzania ni nchi bora. Na sisi tumezaliwa kwenye nchi ya Tanzania, sisi ni Watanzania. Hata kama tukatoka tukaenda kwenye nchi gani, mwisho wa siku tutarudi Tanzania na hatuwezi kubadili utanzania wetu. Na ndio maana hapa duniani kila mmoja ana uraia wake, si ndio? Kila mmoja ana uraia wake. Anakuambia mimi ni Mtanzania, mimi ni Mkenya, mimi ni Malawi, mimi ni Mzambia. Kwa sababu hiyo wewe ndio utambulisho wako. Kwa hiyo kama ni utambulisho wako, manake lazima ujivunie. Lazima uwe tayari kuitumikia nchi yako, uipende nchi yako, lakini usiwe tayari kuona mtu yoyote anataka kuivuruga nchi yako. Aidha, mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabiri Omari Makame, alitembelea na kukagua miradi inayotekelezwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika wilaya ya Momba. Katika ziara hiyo, alikagua ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Momba ambayo imekamilika na kuanza kutoa huduma kwa wananchi, pamoja na mradi wa ujenzi wa nyumba za watumishi 2-in-1 ambao umefikia hatua za mwisho za ukamilishaji. Alieleza kuwa mradi huo utagharimu zaidi ya shilingi milioni 750 hadi kukamilika kwake, ukiwa na lengo la kuboresha mazingira ya kazi na makazi kwa watumishi wa TAKUKURU. RC Makame alihitimisha wiki kwa kushiriki jukwaa la Malkia wa Nguvu lililofanyika katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Jukwaa hilo liliandaliwa na kuratibiwa na Clouds Media katika ukumbi wa mikutano wa kanisa la Lutheran. Katika hotuba yake alisema, Clouds Media imekuwa miongoni mwa vyombo vya habari vinavyokwenda zaidi ya majukumu ya kawaida ya uandishi wa habari kwa kuanzisha programu zenye matokeo chanya katika maisha ya wananchi na kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi.